Kumekuwa na maneno mengi sana tangu mnyama atinge hatua ya finali, na Bongo Sauce kama Bongo Sauce tumeona si vibaya kwa kusogezea safari yake tangu alipoanza ikiwa na robo finali, na maanisha kwanza hatua ya makundi, robo finali katika kombe la shirikisho, mpaka walipofika katika hatua ya finali. Kwanza ni jambo la kuwapongeza, na anakuwa wanafika finali ya pili tangu walipofika finali yao ya kwanza mwaka 1993, na hii inakuwa ni finali yao ya pili kufika katika michuano ya Afrika. Simba walipangwa katika kundi ambalo ni kundi A. Katika kundi A walikuwa na CS Constantine ya nchini Algeria, walikuwa na Bravos Domaquis ya nchini Angola, pamoja na CS Sfaxien ya nchini Tunisia, ambapo Mnyama alimaliza akiwa na alama 13 kutokana na michezo yake 6. Mnyama aliongoza kundi hilo kwa ushindi wa mechi 4 na sare 1 na kupoteza 1. Katika kupoteza walipokuwa katika kundi, walifunga magoli 8 na kuruhusu magoli 4. Mnyama alifungwa goli 8, alishinda goli 8 na kuruhusu goli 4 katika hatua ya robo finali, katika hatua ya makundi kumlazi. Katika hatua ya makundi, Mnyama aliruhusu goli 4 na kushinda goli 8. Goli 8 Mnyama alishinda kwa namna hiyo. Katika kundi A, manake alitinga robo finali yeye akiwa na CS Constantine, ndio alosonga katika hatua iliyofuata ya finali, ya robo finali, ambapo katika draw iliyochezeshwa CAF, Mnyama alipangiwa klabu ya Al Masry, ambapo mchezo wa kwanza ulikuwa ni ugenini, ambapo ulikuwa ni Aprili 2, 2025. Mnyama alibuka kwa kufungwa ugenini goli 2-0, ilikuwa Aprili 2. Na Al Masry walivyokuja katika dimba la Benjamin Mkapa, Mnyama alibuka na ushindi wa goli 2-0, jambo lilopelekea kwenda katika hatua za mikwaju ya penalty, ambapo katika mikwaju ya penalty klabu Simba ilibuka na ushindi wa goli 4-1 na kufuzu hatua ya nusu finali. Mnyama alibuka na ushindi wa goli 4-1 katika mikwaju ya penalty na kufuzu hatua ya nusu finali. Unaweza ukatazama ukahisi kwamba zilikuwa ni mechi nyepesi, lakini Mnyama alikuwa amepangiwa mechi ngumu sana mpaka alipofika hatua ya finali. Tofauti na ukiwatazama klabu ya Simba, klabu ya Yanga, ambao Yanga wao walipangiwaga timu tu ambazo zilikuwa katika level ya kawaida, si level ile ambayo unaweza kusema leo kesho kwamba ni mechi ni ngumu, wanaenda kukutana na mechi na wapinzani ambao katika ligi wanafanya vizuri. Na hapana, Simba ndo wamepangiwa klabu ambazo zilikuwa na ushindani mkubwa, tofauti na wapinzani wao Yanga kipindi wanacheza finali 2023-2024. Pia na wenyewe nitakupitisha napo. Katika nusu finali Mnyama alikutana na Stellenbosch. Kila mtu anafahamu palikuwa na maneno mengi sana, Mnyama atatolewa, Mnyama si nini. Na mchezo wa kwanza klabu ya Simba dhidi ya Stellenbosch ulichezwa Aprili 20 mwezi wa 4 2025 katika dimba la Amani pale Complex visiwani Zanzibar, ambapo Mnyama alibuka na ushindi wa goli 1-0, goli lilofungwa na Awa Jean Charles Awa
Na katika mchezo wa marudiano uliochezwa hapo jana, Mnyama pia aliibuka na ushindi wa draw. Pia draw pia nao ni ushindi siku hizi, kama umeshinda nyumbani lakini unapokuwa ugenini ukiwa na aggregate goli moja tayari ni ushindi tosha. Kwa hiyo jana walitoa sare ya bila kufungana na Mnyama kasonga mbele kwa ushindi mnono wa goli la nyumbani, ambapo nyumbani katika mchezo wa kwanza Mnyama alishinda goli 1-0. Yes, na kusonga hatua inayofuata ya finali, ambapo kufuzu finali inakuwa inaandika kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1993 walipofuzu katika michuano ya kimataifa. Lakini Mnyama anatarajiwa kushuka dimbani Mei 17, 2025 nchini Morocco, ambapo Mnyama atacheza dhidi ya RS Berkane. Mnyama ataanzia ugenini then atakuja kumalizia nyumbani, ambapo siku ambayo atakuja kumalizia nyumbani itakuwa ni Mei 25, 2025. Mchezo unaotarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa au uwanja mpya wa Amani Zanzibar, kutegemea na kukamilika kwa ukarabati wake. Yes, hiyo ni kutokana na kukamilika kwa ukarabati. Kama ukarabati watakarabati mapema na kuhakikisha kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa utakuwa tayari kutumika kwa mashindano hayo ya finali, basi kimbungi kitakung'utwa hapo. Kama utakuwa bado hujakamilika, basi utautumia tena uwanja wa Amani Complex kama walivyotumia katika nusu finali ya kwanza dhidi ya Stellenbosch, mchezo uliochezwa Aprili 20 na waliibuka na ushindi. Kumbuke huu mchezo waliibuka na ushindi. Sio kwamba tu waliutumia, bali waliibuka na ushindi, jambo ambalo unapaswa kulifahamu hilo. Waliutumia na waliibuka na ushindi. Yes. Lakini pia kulikuwa na pongezi. Jana kulikuwa na pongezi mbalimbali. Pongezi kubwa kabisa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliwapongeza kwa kufuzu hatua ya finali. Alisema pongezi zote kwa klabu ya Simba kwa ushindi katika mchezo wa mashindano kombe la shirikisho la soka barani Afrika na kuandika historia ya kufika finali ya mashindano haya. Imeipa nchi yetu heshima kubwa na natakia kila laheri. Hii ni mara ya pili kwa klabu ya Tanzania kufika finali ya CAF Confederation Cup katika kipindi cha miaka mitatu baada ya Yanga kufika mwaka 2023. Kwa muktasari wa mechi, kwa muktasari wa taarifa ambazo tulizokuwa nazo. Lakini hii kwa Simba ni mara yake ya pili. Yanga ni mara moja ambao walibahatika kufika katika mashindano hayo. Na ikumbuke kwamba Mnyama leo yuko safarini. Kwa mujibu wa kituo kimoja cha habari kimeeleza kwamba afisa habari Ahmed Ali amefunguka na kueleza kwamba tayari wameanza safari kutokea kule Durban kuja nchini Tanzania, na saa 8 kamili wanatarajiwa kupanda ndege kutoka South Africa kuja nchini, na katika safari yao wanatarajia kuingia hapa saa 12 jioni, ambapo mashabiki na wadau wa soka wamekaribishwa kwa ajili ya kwenda kuwapokea mashujaa wetu. Hivyo basi jambo la kuipongeza klabu ya Simba, jambo la kupongeza mpira wetu Tanzania unazidi kukua na unazidi kutanua mawanda kila siku, ambapo kitu ambacho kitegemei basi sisi kinazidi kufanya tukitegemee. Mimi sina la ziada. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment na kushare video hii. Hii ni Bongo Sauce. Unapozungumzia moja kati ya application za kibabe nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla,
uachi kuzungumzia application ya 1xBet, application ambayo itakupa odds za kibabe, itakupa zawadi kemkem kwa yule mtu ambaye anakuwa ni mara yake ya kwanza kutembelea ukurasa huo kwa kupitia promo code ya Kiki08. Pale unapojiunga na 1xBet, basi utapata zawadi mbalimbali ikiwemo kiasi cha mara yako ya kwanza utakachokiingiza katika akaunti yako ya 1xBet utapewa mara 2. Yani mfano unapoingiza shilingi 1000 kupitia kwa mawakala wa 1xBet, basi utapewa 1000 nyingine kama zawadi kwa ajili ya kubetia. Unapoingiza shilingi 5000 ama shilingi 10000, basi utapata mara 2 ya hicho ambacho umekiingiza. Sasa cha kufanya ni kwamba hakikisha una download application ya 1xBet au nenda katika website, andika 1xbet.com, nenda sehemu ya kujisajili, tumia namba yako ya simu au tumia email by phone au by email. Alafu mara baada ya kufanya hivyo, nenda sehemu ambapo wameandika promo code, andika Kiki08, yani KICK08, andika hivyo. Alafu nenda sehemu ambayo imeandika account, andika taifa lako. Kama ni Mtanzania basi andika Tanzania. Kama ni mtu kutoka nje ya Tanzania basi andika huo utaifa wako. Mara baada ya kutamatisha kwa kuandika utaifa wako, bonyeza okay, utakuwa umejisajili 1xBet. Sasa fanya mawasiliano nasi 0629 90 97 37. Tutakupa namba ya wakala ambaye ni mwaminifu na mtu makini, ambapo utakapohitaji kuingiza kiasi chako kwa mara yako ya kwanza, basi atakuingizia kwa uaminifu mkubwa. Uwe unaweka 10,000, uwe unaweka 5000, uwe unaweka shilingi 1000, basi atahakikisha kiasi chako kinaingia katika akaunti yako. ID number account ni jambo muhimu la kushika. Password yako ni jambo muhimu la kushika. Jisajili kupitia 1xBet, lakini pia Sportskick pamoja na Bongo Sauce. Tahakikisha tunakusogezea mikeka kila siku bure bila kugharamia kiasi chochote. Cha kufanya ni kwamba tutafute katika mitandao yetu ya kijamii, tuambie unahitaji kujiunga na 1xBet, nasi tutakupa maelekezo sahihi. Nasi tutakuunga katika magrupu yetu ya WhatsApp pamoja na Facebook, ambapo utapata mkeka muda wowote na utabeti kuanzia kiasi chochote, na ushindi ni 100% kupitia 1xBet. Jisajili sasa na hautojutia. 1xBet, time for Africa. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? Bongo Sauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia Bongo Sauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya Bongo Sauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747 69 20 64. Barua pepe alphatizben@gmail.com. Bongo Sauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.